gani ama matatizo gani ambayo unakumbana nayo katika shughuli zako? Hasa tukianza na upande labda wa matatizo, kwa sababu unajua kila sehemu kunapokuwa na mafanikio, matatizo lazima yawepo. Mafanikio ni kama ile unapotoka unavuka kimataifa, sasa hivi unafanya Ulaya shows, unafanya vitu vingine vikubwa, lakini mwisho wa siku kuna matatizo ambayo unakumbana nayo. Ni yapi ambayo pengine yanataka kukuvunja moyo, kufanya ushindi uanze kukata tamaa labda? Matatizo kusema ukweli ni matatizo hakuna, ila matatizo yapo, lakini matatizo ambayo yapo ni labda tu unajua unapofanya kitu lazima uwe na amani mimi nakuwa nakosa amani kusema ukweli, nakuwa na miss sana nyumbani. Labda ni hicho, lakini wakati na miss nyumbani watu wanahitaji mimi nifanye nini? Show. Sasa hivyo ni vitu ambavyo vina ni cost sometimes, so nalazimika kurudi and then niende tena. Yeah, which is inakuwa kama ina cost watu ambao wanani host kule. Okay, mafanikio ulionayo ambayo pengine ambaye anakuangalia sasa hivi kupitia African Music Safari, wanaokuona labda kupitia Kongo ama pale USA, wanataka kusema kwamba na mimi nitaingia kwenye muziki kama Alikiba amefanya, kwa sababu ana mafanikio haya. Ni yapi ambayo leo unaweza kusema ukajivunia, nimeingia katika game, mimi Alikiba nina hiki na hiki na hiki, and then naringa kuhusiana na muziki? Nimeingia katika game kwamba niko katika level nyingine ya kimaisha tofauti na nilivyokuwa nikiishi zamani. Kwamba naweza kufanya kile kitu ambacho nataka kufanya, ambavyo vinawezekana kufanya. Okay. Umeelewa? Na nimembadilisha mama yangu katika hali aliyokuwa nayo, alikuwa katika hali nzuri. Sasa hivi nadhani ni mwanamke ambaye anaeringa kuliko sio kidogo. Umeona? Na familia yangu kiukweli hata mimi mwenyewe najisikia fresh. Ni hivyo yani. Okay. Yeah. Pengine umeweza kujenga na vitu kama hivyo, unamiliki gari, una mke? No, sina mke, sijajenga. Ni moja kati ya vitu ambavyo ni maendeleo, unajua Sina mke, sijajenga wala sina. Lakini watu wengi wanakupenda, hususan wanawake. Pengine una control vipi wale katika shughuli zako za kimuziki? Inategemea na wananipenda vipi, kwa sababu nazungumzia kukupenda kwamba unampenda Alikiba kimapenzi. Unajua unapokusimama katika jukwaa, Alikiba anavutia, yuko handsome, mzuri na nini na vitu kama hivyo, ili unakabiliana nalo vipi? Kukabiliana nalo sikufichi ni hivi yani, unajaribu kumhendo tu mshabiki wako vizuri, aelewe kwamba niko hivi yani leo, lakini sijui umeelewa yani kwamba ndio wako hivyo kwamba wanakutaka kimapenzi, ila akili kichwani mwangu naelewa kwamba huyu anahitaji hivi na hivi, at least nitamhaga jisikia fresh yani afu poa yani. Sijui umeelewa? Atapiga picture na nini, nitakaa na picture yangu. Okay. Okay, labda katika kumalizia kwa sababu sitaki pia kutumia muda wako mwingi. Muziki umebadilika sana, soko la muziki unalionaje, hususan muziki wa Kitanzania na muziki wetu wa Afrika? Tunapoelekea kuzuri zaidi. Tunaelekea kuzuri zaidi, japokuwa kuna kusema yani, to be honest, kwamba kuna watu wanataka kupoteza muziki. Alafu na ningependa kuongea kitu kimoja kizuri zaidi kwamba wenzetu America all over wenye kujua muziki vizuri zaidi, wenye kutaka kupata kile kitu ambacho asilia kilichotoka katika sehemu husika kama nchini kwao, wanakuwa wanakitukuza, wanakipa hope. Kama naomba nitoe mfano mfupi. Kama watu wetu wa movie hawa wanajitahidi, kwa hivyo itabidi tuwape hope japokuwa wanaharibu, lakini unajua unapoendelea kwa support wanafanya vizuri. Na wasanii vile vile tunatakiwa tuwe hivyo, sawa? Sisi sasa tunajitahidi kufanya kazi nzuri, tupewe support na media hizi ambazo zinatuzunguka sisi, which is media wanatuhitaji sisi na sisi tunawahitaji wao. Hilo linaeleweka. Na kwa hivyo waendelee kutupa support, lakini si kwamba kutukandamiza sisi turudi chini. Na tujaribu kwamba tusikubali kujitangaza mabaya. Tujitangaze kwa mazuri. Kwani wenzetu pia hawapendi kujitangaza mabaya. Inakuwa ina sifa mbaya katika. Nadhani Tanzania itakuwa proud sana kusikia mtu kama Alikiba amealikwa katika tuzo za BET.
ni kwa sababu mimi ni Mtanzania au vipi? Yeah. Lakini sio kuwa na beef kukasirika kwa nini Alikiba ameitwa kwa nani, sawa? Kwa sababu mimi leo nimeitwa, kesho utaitwa wewe au vipi? Inaonekana kwamba Tanzania kuna wasanii, that's why mimi nimeitwa kule, sio kama mimi peke yangu. Kwa hivyo siku nyingine wataangalia wengine, sio mimi peke yangu, ndio tutakuwa tunaendelea. Lakini kama tutakuwa tunakandamizana Kivu, tutakuwa tufike mbali. Okay. Unauzungumziaje muziki wa kupiga live ambao naamini sasa hivi pengine umeshajiingiza huko tofauti na kupiga playback? Huo ndo muziki live. Huo ndo muziki. Kurekodi kufurahisha ni kuburudisha. Yeah. Ni muziki pia, lakini huo muziki ambao watu wanautaka ni live. Au vipi? Katika muziki ambao wa stage watu kusikiliza hivi ana kwa ana ni live. Lakini kwanza tuna record. Sione. Yeah. Lakini muziki live ndio muziki wenyewe. Unafikiria pengine baadaye kuja kumiliki bendi fulani? Ya, nafikiria na tayari nimeshameza mipango, ila kwa sababu mimi kiukweli sijatulia, yani niko busy kidogo hivi. Kwa hivyo mambo kama yanahitaji mahesabu vizuri, kujipanga, and then niweze kufanya kitu kwa ile tit for tat. Okay. Kwa upande wa Afrika pengine na hata Ulaya, ni mwanamuziki gani ambaye ningependa kufanya naye kazi endapo ingetokea? Brandy. Kwa nini? Napenda tu. Nadhani sijui ana feeling kama zangu, hata sielewi. Mimi na feel yani anavyoimba. Okay. To be honest, kama sijai kusikiza nyimbo, nasikia tu watu anasisimua nini. Naona uongo. Umeona? Okay. Nitaimbaje mimi usisimke? Umeona? Watu walikuwa wanasema ukimba mimi nasisimka. Sio nini na nini? Nasikia umeona? Lakini kiufupi tu, yani kiukweli zaidi nishaje kusikia nyimbo za Brandy. Aswa hizo albamu mpya hii ambayo nakifanya, kiukweli mimi nasikia raha sana. Okay. Niko nasikiliza, yani mpaka unajua nacheka na sijachekeshwa. Yani kwamba niko ndani katika feeling ya yule Brandy anayeimba na mimi. Okay. Yani utakuta naimba lakini yani poa yani. Sijui umeona? Na enjoy. Okay. Ni hivyo yani. Mimi wakati kama huu nikiwa nahitimisha, ningeomba nipatie kipande kidogo cha Cinderella. Mara ya mwisho mimi na wewe kulala kipindi kile twasoma shule ya msingi Kigoma. Yahe najua